Hii ni simulizi ya maisha halisi, inaitwa Safari ya Maisha Yangu. Ni simulizi iliyoandikwa na mwandishi Maira na inasimuliwa kwako na mimi Maira, ambaye ndo mwandishi wa simulizi hii. Karibu sana, na kama ni mgeni hapa, basi nakusihi usikose kubonyeza alama ya subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Mpaka hapo utakuwa wewe ni mwanafamilia wangu. Pia tunapatikana WhatsApp na Telegram kwa kupitia namba 0769042423. Karibu tuanze. Mimi ni Priana. Kwa sasa nina miaka 30. Safari ya maisha yangu mpaka kufikia umri huu wa miaka 30, nimekutana na mengi sana. Napenda kushare na nyinyi ili pia mpate kujifunza kupitia maisha yangu. Priana ni mtoto wa kwanza kuzaliwa katika familia ya watoto watatu, lakini pia katika hao watatu, mmoja amefariki akiwa na umri wa miaka 4. Alikuwa ni wa kike. Hivyo tukabaki wawili, mimi na mdogo wangu ambaye anaitwa Jackson. Jackson, mimi na yeye tumefuatana. Wa kwanza ni mimi, wa pili ni Jackie. Alafu wa mwisho wetu ndo huyo ambaye amefariki. Wakati wa utoto wetu tuliishi maisha mazuri sana. Baba yetu alikuwa anafanya kazi nzuri tu, hivyo tuliishi maisha mazuri mno. Lakini maisha hayo tuliishi katika nyumba za kupanga. Ila kwa kuwa baba yetu alikuwa na pesa, basi tulikuwa tunaishi katika nyumba nzuri sana. Mama yetu yeye alikuwa ni mwalimu katika shule ya msingi ya private, lakini mama aliacha kazi mimi nikiwa darasa la 4. Hapo nilikuwa mdogo, sikujua kwa nini mama aliacha kazi. Lakini baada ya kukua, nilipofika kidato cha pili, ndipo mama akaniambia kwamba baba alimkataza yeye kufanya kazi. Tena walikuwa na ugomvi mkubwa sana. Baba alikuwa akimgombeza mama na alimwamuru kuacha kazi. Baada ya ugomvi mkubwa, mama akakubali kuacha kazi, akawa mama wa nyumbani tu. Lakini wala hatukutetereka kwa chochote kwa kuwa baba alikuwa na pesa. Wakati nipo kidato cha pili, mdogo wangu Jackie yeye alikuwa darasa la 7. Baada ya kufanya mtihani wa kidato cha pili tu, yani hata majibu bado, baba yetu akafariki kwa ajali ya gari wakati anasafiri kuelekea mkoani kikazi. Ilikuwa huzuni sana, na hapo ndipo huzuni ya maisha ilipoanzia. Baada ya baba kufariki, maisha yakabadilika. Yani baada ya miezi miwili tu ya kifo cha baba, hali ikawa mbaya zaidi. Tulizoea chai ya kujaza meza, sasa ikawa hakuna. Na tulizoea chakula tunachagua, sasa ikawa hakuna. Maisha yameshabadilika. Na bahati mbaya katika ukoo wa baba yetu, ni yeye tu ndo ambaye alifanikiwa kutoboa kimaisha. Kwa hiyo baada ya yeye kufariki, hakukuwa na mtu ambaye angeweza kutuendeleza kwa maisha yale ambayo tumezoea. Lakini pia hata upande wa mama yangu, hali ya maisha yao haikuwa nzuri. Walikuwa na maisha magumu. Ni mama tu ndo alifanikiwa kuolewa na mwanaume mwenye pesa. Kwa hiyo bado huko pia hakukuwa na msaada kwetu. Siku zilivyozidi kwenda na maisha yakawa magumu zaidi. Sikujua kama baba hakuacha akiba benki au ni vipi. Lakini nakumbuka siku moja mama aliwahi kuniambia kwamba baba yangu ni msiri sana. Yani ana upendo ndiyo, lakini kuna baadhi ya mambo yake mengi alikuwa hamwambii mama. Kwa hiyo nadhani hata kama alikuwa na pesa, mama labda alikuwa hajui. Basi mimi shule ikanishinda kutokana na ada. Na hata mdogo wangu pia hivyo hivyo. Kwa sababu tulizoea maisha mazuri, tumezoea kusoma shule nzuri. Sasa mdogo wangu alipohamishiwa shule ya kawaida, akawa hataki kwenda shule. Na pale katika nyumba tuliokuwa tunaishi pia, mama hakuweza kulipa kodi. Kwa hiyo napo tukaondoka. Mama akatafuta chumba kimoja cha kawaida tu, katika nyumba ya kawaida tu. Ikabidi vitu vingine tuvihamishie kwa ndugu, maana tulikuwa na vitu vingi sana. Kwa hiyo tukaanza maisha katika nyumba ya kawaida sana ambayo hatukuwahi kuota hata kwenye ndoto kama tutakuja kuishi maisha kama hayo. Baada ya kuhamia katika ile nyumba ya chumba kimoja, tulikaa wiki 2 tu, mama naye akafariki. Tena alikufa ghafla, ilikuwa usingizini. Asubuhi tunamwamsha mama akawa haamki. Baada ya kuwaita watu wazima, ndo akagundua kuwa mama yetu amefariki. Mimi na Jackie tukawa tumepoteza wazazi wote wawili.